Bwana Yesu asifiwe na wasalimu kupitia jina la Yesu. Leo naomba tujifunze kidogo kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza unasema, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Elewa vizuri. Maana yake mwanzo wa mwanadamu au mwanzo wa ulimwengu kuwapo ndio unaanza hapa, sio mwanzo wa Mungu. Mungu alikuwepo kabla. Anasema alikuwepo milele yote na atadumu milele yote pia. Kwa hiyo hapa ni mwanzo ambapo tunaambiwa ni mwanzo wa misingi ya ulimwengu kuwekwa. Na hapa mwanzo pia ilikuwa ni kabla ya mwanadamu kuumbwa. Ni kusema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Mtapia nasema nayo nchi ilikuwa ukiwa. Sasa baada ya kuumba hii nchi ilikuwa ni ukiwa, utupu, na giza lilikuwa juu ya vilindi vya nchi au vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kuelewa zaidi twende katika pia kitabu cha Waebrania. Kitabu cha Waebrania sura ya kwanza mstari wa 10 anasema, Waebrania 1:10 inasema, na tena wewe Bwana hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi, na mbingu ni kazi za mikono yako. Umeona? Kwa hiyo Mungu alikuwepo. Baada ya kuwepo ndipo akaumba misingi ya nini? Ya dunia. Ndio maana anasema na tena wewe Bwana hapo mwanzo uliitia misingi ya nchi, na mbingu ni kazi za mikono yako. Ni kusema Mungu yeye alikuwepo. Hivyo inaposema hapo mwanzo, sio mwanzo wa Mungu. Elewa, ni mwanzo wa mbingu na nchi kuumbwa. Sio mwanzo wa Mungu, ni mwanzo wa mbingu na nchi kuumbwa. Sasa leo nataka niwathibitishe jambo moja. Anasema 11, hizo zitaharibika bali wewe utadumu. Ni kusema hizi mbingu na nchi pia bado zitaharibika, ila yeye Mungu anadumu milele. Unaona? Mstari wa 13 anasema 12, na kama mavazi utazizinga, nazo zitabadilika, lakini wewe yeye yule, na miaka yako haitakoma. Kwa hiyo hii mbingu Biblia inatuambia, kuna maana anasema Mungu atazikunja kama karatasi, atazitupa kwenye ziwa la moto. Lakini anasema yeye ni yeye yule. Na anasema kwamba miaka yake haikomi. Ni kusema hauwezi kuhesabu miaka ya Mungu. Kinachochanganya wanadamu sasa hivi ni kwamba hatujui au hatuelewi ni kwamba Mungu haishi ndani ya muda. Yaani Mungu hana si mwanzo, si mwaka fulani ndipo huu mwanzo ilikuwepo baada hapa duniani. Ni kusema mbinguni hakuna muda. Mbinguni hakuna muda. Ndio maana walijaribu kutufanulia kidogo, kutuambia kwamba miaka 1000 ya hapa duniani kwa Mungu ni sawa na siku moja. Yaani hapa wanajaribu kutuonesha kwa uchache, ila uhalisia ni kwamba Mungu haishi ndani ya muda. Ndio maana anasema yeye vitu vyote vya mwanzo mpaka mwisho viko mbele yake, vinaonekana kwake, hamna jambo jipya. Kwa nini? Kwa sababu yeye haishi ndani ya muda. Aliweka muda ndani ya dunia ili kwamba sisi wanadamu tujue kwamba hapa duniani tumekuja kwa kusudi maalum la Mungu, na baada ya kulitimiza tutatoka na kurudi kupeleka majibu. Yaani mwanadamu ni mtu ambaye labda ni kama mwanajeshi aliyeagizwa kupeleleza kitu fulani, then arudishe majibu. Kwa hiyo unapozaliwa hapa duniani unakuwa umepewa mission maalum na Mungu, ambapo hiyo mission utakuja kuitimiza, kisha utarudi kupeleka majibu, au utatoa matunda yako ukiwa duniani. Mbinguni kule ni kuambiwa kazi uliyoifanya, aidha umefanya vizuri njoo kwenye uzima wa milele, au umefanya vibaya unakwenda motoni. Sasa wengi wanasema Yesu mwanzo wake. Hapana, Yesu mwanzo wake sio pale alipozaliwa. Tusome ile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza 1:1 nasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Umeona? Sasa huyu neno anazungumza hapa ndio Yesu mwenyewe.
Anasema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo wakati dunia na nchi inaumbwa, Yesu yeye alikuwepo. Wakati huo hakutambulika kama Yesu, bali aliitwa neno. Anasema mstari wa pili, huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Kwa hiyo Yesu mwanzo alikuwako kwa Mungu. Nimekwambia Yesu ni Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ni kusema Baba alikuwa akitoa namna gani vitu viwe. Yesu ndiye stadi ambaye anasema hiki kikae hapa, hiki kikae kule, hiki kikae kule. Umeona? Maana anasema pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Jamani, Yesu ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ndiyo nuru ya watu. Sasa hivi nuru ya ulimwengu ni Yesu Kristo. Watu hawamtaki, ndio, lakini tunawaambia ukweli kwamba nuru ya ulimwengu ni Yesu Kristo. Na hapa Biblia inatuambia kwamba ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Tunawaambia kila siku, Biblia imekiri kuwa Yesu Kristo ni njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba pasipo kupitia kwa Yesu. Anasema ya kwamba nao ule uzima, anasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo tuliookoka tukimpokea Yesu tumo nuruni, kwa kuwa tumempokea Yesu. Kwa hiyo tukiwa ndani ya Yesu automatically tuko ndani ya nuru. Sasa ndio maana Biblia unapompokea Yesu inakwambia uishije ili uwe nuru. Ndio maana kuna sheria zake. Yesu anasema kwamba ukinipenda utazishika amri zangu. Ni kusema kama umechukia giza unataka kuambatana na nuru, ni lazima uishi maisha ya nuru ambayo amesema ukinipenda Yesu utazishika amri zangu. Kwa hiyo ukimpenda Yesu automatically utashika amri zake. Hiyo ndio tafasiri ya upendo, kumpenda Yesu. Ndio maana Mungu anasema kwenye Yohana 3:16 ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Kwa hiyo upendo unaambatana na kutoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Umeona? Umejifunza nini hapo? Kwamba Yesu unapompenda anataka uwe katika nuru. Ukishakuja katika nuru, ili uendelee kuwa katika nuru, ni lazima ushike amri na hukumu na sheria alizokuamuru. Haleluya, watu wa Mungu. Hebu tusome tena ile Warumi, kitabu cha Warumi sura ya kwanza. Warumi sura ya kwanza. Tuna kitabu cha Warumi sura ya kwanza, natamani unaelewe kwa uzuri zaidi. Warumi 1:20 inasema hivi: kwa sababu mambo yake yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani ulimwengu, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Ni kusema mambo ambayo hayakuonekana. Zamani Agano la Kale mitume walikuwa wakisema yuko mwanadamu atakuja, atakufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Enzi hizo walikuwa wakisema, wakitoa unabii na utabiri, lakini Yesu hajaonekana. Lakini sasa Yesu akaonekana. Ndio maana anasema ile Warumi 1:20 ya kwamba kwa sababu mambo yake yasionekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana. Ni kusema vile alivyotabiriwa na kina nabii Isaya, kina nabii Ezekieli, kina nabii Yeremia, sasa kina nabii Danieli, sasa vilidhihirishwa kwa Yesu kuzaliwa. Umeona? Na anasema ya kwamba na kufahamika kwa kazi zake. Jamani, Yesu anafahamika kwa kazi alizozitenda, kwa wokovu aliouleta ulimwenguni. Hivyo kwa kazi zake tunafahamu. Anasema hata wasiweze au wasiwe, anasema uweza wake wa milele na uungu wake. Maana Yesu akaonesha uweza wake na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Kwa hiyo wewe ambaye humtaki Yesu leo, hautakuwa na udhuru wa kujitetea kwamba mimi sikumpokea Yesu kwa sababu hii, sikumpokea Yesu. Hapana, kwa sababu alikuja akajidhihirisha kwa uweza wake na uungu wake, ili watu wasiwe tena na udhuru. Udhuru gani? Wasiwe na excuse ya aina yeyote. Ndio maana Yesu tunaambia jamani, mumpokee Yesu, wakati wa wokovu ni sasa, kwa kuwa ile hukumu itakapokuja hakuna utakachojitetea Mungu akusikilize.
Umeona? Kwa sababu injili inahubiriwa. Haijalishi unaipokea ukiwa wapi, lakini kiuhalisia injili inahubiriwa. Haijalishi ni mtandaoni, haijalishi ni live, popote pale injili inahubiriwa. Kwa hiyo hautakuwa neno la kusema kwamba mimi sikumpokea Yesu kwa kuwa sikusikia injili. Hapana. Ni lazima tu injili unaisikia, huenda unapuuzia kwa maslahi yako binafsi. Nataka nikutie moyo mchana wa leo. Sikiliza. Ni bora umpokee Yesu uingie mbinguni kwenye raha ya milele kuliko umkatae kwamba Yesu si hivi na hivi udhihaki unavyojua wewe, halafu atakapokuja utagundua kwamba ungempokea ungekuwa na neema, wakati huo tena hauna muda au hauna nafasi ya kutubu. Ndio maana tunawaambia kila siku kwamba jamani, wakati wa wokovu ni sasa. Yesu anakuita. Yesu anataka umkiri leo na kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha, maana yeye alikufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Hivyo unapompokea Kristo, automatically ukashika taratibu na hukumu na sheria zake, automatically umejitenga na hukumu au umejitenga na ghadhabu ya Mungu inayokuja, na umeenda katika upande wa mema ya Mungu ya uzima wa nini? Wa milele. Hivyo mpokee Yesu leo, wakati wa wokovu ni sasa. Barikiwa sana. Amen.